Kama kawaida siku zote, tulipoishia ndipo tunapoanzia bwana wewe. Tunamwona Samlata akitaka kutoroka na mtoto, mara si ndo anakutwa na baba Suzi. Samlata sura yote imemshuka na kuanza kujichekesha. Ndipo baba Suzi atakapomwambia aurudishe mwili ndani. Bwana, huku viboko vinapamba moto. Tunamwona Samlata akichezea viboko vizito akipigwa na baba Suzi. Jamaa alikuwa na hasira naye. Acha amaliza hasira zake siku hiyo. Mama Samlata vilio tu. Wewe! Jinga kabisa wewe. Unajifanya wewe gwiji. Sasa kwa taarifa yako, hii ndio dawa yako sasa hivi. Ukileta kufedhuli ni fimbo tu, viboko tu. Leo nimekupiga na kiboko hiki. Siku nyingine, haki ya Mungu, na kupiga na kiboko changu cha asili. Sasa, Tamara. Abe. Mtandio tumfungue. Tumfunge na kamba madhubuti kwa sababu huyu lolote anaweza kufanya. Leo mama Kabichi kaamua kwenda kufata mwili wa mwanawe kimya. Kaingia ndani na kuanza kufanya mambo yake ili auibe mwili wa Sara. Ghafla anatokea Sauda na kuanza kutupiana maneno. Wakati Sauda anaendelea kujitamba kwa mama Kabichi, mara akatokea Sandra. Ndipo Sauda ataonekana kujishtukia. Wakati huo mama Kabichi kashapotea kichawi. Mama, ulikuwa unaongea na nani? Sandra aliuliza Sauda kwa kujihofia. Hamna, nilikuwa naongea na simu. Ndipo Sauda atamfukuza Sandra atoke nje. Toka! Bwana, baada ya lile tukio tunamuona mama Kabichi akiwa anawaza na kufikiria kwa kina. Tunamuona anatikisa kichwa na kuingia ndani na kutoka na sururu. Sijui huyu bibi anawaza kufanya nini. Nahisi leo ataua mtu. Huku napo kumekucha. Sauda harusi niloazikwe, yani hatari. Tupo bonge la zogo kati ya Niro na shangazi yake, yani fujo mtindo mmoja. Niro anataka Sara azikwe kisha harusi ifuate. Sauda anataka harusi kisha msiba ufuate, yani fujo juu ya fujo. Baada ya mazogo ya muda mrefu, ndipo mwenyekiti ataingilia kati na kuamua mwili uzikwe, kisha mengine yataendelea. Bwana we, katikati ya mambo anatojia mama Kabichi akiwa na sururu lake kwa sauti akisema kuwa Sara hazikwi mpaka apate mjukuu wake. Bwana we, maneno yakaanza kati ya Sauda na mama Kabichi. Yani hiki kiti cha kijawi kinawapa tabu sana hawa wa mama, yani hatari. Mwenyekiti ataingilia kama kawaida na kusema mtoto yupo wapi, kwa sababu maiti ilikuwa na mtoto. Je, yuko wapi? Sauda ndipo atakapomshushia msala mama Kabichi, kwa sababu mwili ulikuwa kwake, basi na mtoto atakuwa kwake. Yani hii vita sijui stanini mwisho wake. Hurubu tu yaache hayo, kwani Waarabu wa Pemba wanajuana kwa vilemba. Sisi tunahitaji kuona mwisho wake utakuwa vipi. Unamuuliza mtoto wako? Unamuuliza mjukuu wako kwenye uwanja wangu? Mjukuu wako hapa amefuata nini? Kama ni wanao Sara tumemkuta kwako. Mjukuu hapa amefuata nini? Hilo swali la mjukuu nikuulize mimi. Yule mjukuu ni wa kwangu mimi. Yuko wapi?
Sio hilo swali uniulize mimi, mpumbavu wewe. Alafu wewe Nini? usijifanye unajua kuchonga sana wakati sio fundi seremala. Unasikia wewe? Mimi namtaka mtoto hapa. Kama hakuna mtoto, hakuna kuzika. Tena alafu unyamaze kimya. Siri zako nazijua nyingi sana. Kuna vitu vinacheza singeria. Kwenda wewe. Kipande kinachofuata tunamwona Samlata akiwa na kiongozi wao wa uchawi wakiwa kama walivyozaliwa. Yaani hapo tu uchawi unaponiacha. Oi! Tunaambiwa mficha butupu azai. Basi hawa watu wangekuwa na watoto kama majani ya mwembe. Maana hawajui kuficha kabisa. Naona wewe mama Kabichi nkaja kuomba msaada. Kiongozi atamwambia kuwa tatizo lake anapenda kukurupuka. Na yule mtoto mchanga ndio sadaka iliyobaki. Aipambanie ailete. Ndipo Samlata ataahidi kuuleta mwili wa mjukuu wake. Sijui kama baba Suzi atakubali ukifikiria vile viboko. Acha tuone Samlata atafanya nini. Nimekosea tena. Na ndio maana niko hapa. Nahitaji msaada wako. Kafara yako umetia dosari mwenyewe. Tatizo unapenda kurupuka. Nishakukataza mambo kurupuka. Na ndio maana niko hapa. Nahitaji msaada wako mkuu. Na kile kichanga ndio msaada wako wa mwisho uliosalia. Unapaswa ukilete kama kusafisha sadaka ya kafara yako. Hakikisha utumie nguvu kwenye kukipata hicho kichanga. Huku kwa mganga 5, vituko haviishi. Tunamwona mke mdogo wa 5 akiwa anapika chai. Ndipo ataingia ndani. Mara tunawaona mke mkubwa na mdogo wa 5 wakitia sumu kwenye chai na kuondoka. Yaani mwaka huu litakufa jitu. Punde tunamuona mke mdogo akiwa na mganga 5 wakiwa wanajiandaa kunywa chai. Ndipo 5 atakapomwambia kuwa chakula sio salama. Mke atamuuliza kwa nini, ndipo atakapomweleza kuwa awe makini sana. Lakini maadui wanakuwa wengi sana kwa kuzibia hiyo nafasi. Hii chai si salama. Sijakuelewa tabibu wangu. Huku tunamwona Kizigo na familia yake akiwa anatoa usia kuwa wamuheshimu na kumlinda mtoto wake aliyemlalia miguuni na kuwaambia kuwa huyu ndo wameteuliwa na mizimu awe mrithi wake. Hivyo wamlinde. Watoto wa Kizigo watamuitikia. Mara ataonekana yule kijana asiyeweza kuongea akiwa na sururu lake. Wataoneshana ishara na Kizigo. Yaani sijui itakuwaje. Yaani vita juu ya vita. Sawa baba. Sisi tunampenda sana mdogo wetu. Na tunakuahidi tutafanya kama vile unavyotaka wewe. Kama alivyosema dada baba. Tutampenda sana mdogo wetu. Hatutakuangusha. Ndio maana nawapenda sana wanangu. Haya malkia wangu. Na wewe una lolote la kuniambia? Huko kwa mganga 5, ishu imebuma tuna. Waona wake zake wakubwa 5 wakiwa wanajadili mambo yao. Mara anatokea mke mdogo na kuwaambia kuwa walichofanya kimefeli na dawa yao ipo jikoni. Yaani sura ziliwashuka shu. Pamoja na Sakina, sio kila vita ushindwa kwa hila. Vita nyingine usimamiwa na Mungu. Kwa hiyo mlitaka kumuua mume wangu kwa sumu.
ionekane mimi ndo nimemuua? Siku zote mchelea mwana kulia, atalia yeye. Bwana huku Samulata kaenda kwa baba Suzi kudai maiti ya mjukuu wake. Ndipo atakapokutana na baba Suzi watakapoanza kutupiana maneno. Na Samulata atataka kuingia ndani kwa lazima akatoe maiti ya mtoto. Bwana we, ilizuka vurugu hapo hatari. Ndipo zogo linavyoendelea akatokea yule binti na kusaidiana na baba Suzi kumtimua Samulata. Mwishowe Samulata baada ya kuzidiwa nguvu ataamua kukimbia. Nasemaje? Siwezi kutoka bila maiti ya mjukuu wangu. Wala toka Mjinga, mbona umekimbia? Mbona umekimbia? Ungesimama uone kama wewe mwanamke kweli unajiamini. Mjinga kabisa. Hey, Tamara ulishindwa vipi kumzuia nimnyoshe? Bwana, huku Tanu anampa kazi msaidizi wake awafuatilie wake zake wakubwa, lakini pia na kutoa maagizo kuwa yule mtoto alindwa, maana ana kitu cha kipekee kwenye damu yake, na kama akipatikana kwa wachawi atauawa na nuru yake itatumiwa na wachawi, yani balaa juu ya balaa. Sijui mwisho wa hii movie itakuwaje, visa kila siku. Kwa au familia ana tunu ya kipekee huyo mtoto, kwa hiyo anapaswa kulindwa sana, na akijulikana na wachawi kuwa ana tunu, basi wanaweza kumwangamiza na wakatumia tunu yake kwa mambo yao binafsi. Huku napo Nilo analilia maiti ya mkewe. Mara anaonekana Sauda ukuingia ndani na kumkuta Nilo analia na kuanza kumwambia kuwa anajilizaliza kama mtoto wa kike vile. Nilo atamtazama kisha atamuuliza, unasemaje? Umenihitaji? Sauda atamjibu kama mtoto wa kike. Acha maiti kama mtoto wa kike vile. Shangazi. Shangazi, umenihitaji mimi? Huku tunamwona Samlata akiwa na Chenga wakipanga mipango yao. Si unajua Chenga mzee wa kupuliza na kutafuna? Atapewa pesa na Samlata amfanyie kazi yake. Atapokea na kujichekesha kama kawaida yake. Chukua, hii ni kwa ajili tu ya kuchambako, na utakapomaliza kazi basi nitakupiga na kibunda kizito. Mambo ya sasampa. Kwa hii haina shida. Bwana, leo nataka kuwapa zawadi vipenzi vyangu wote tunaofuatilia simulizi hii. Ikifika leo tumetimiza subscriber 1000 na ahidi kutoa kazi sasa hivi. Mwambie rafiki, jamaa asubscribe ili tupate nguvu ya kuleta kazi kila wakati. Jina langu Suma Mzawa Pro. Karibu kwenye episodi inayofuata.